Tukwenda gukwira ni thank you Mwathani mwene hinya wothe tugaguthaitha ututeithie muno gukwendaga mithi yothe awa muthingu na tuteithie kumenyaga ati maundu mothe Mwathani mekikaga kwa mubango waku makiria tugagutia tondu wa gukinyaniria meririria na matanya ma ngoro citu ni amu tukwiriririe guka nyumba-ini ino yaku Mwathani makiria nigetha ugomane na ithui Jehova mutura muoyo o mundu rita riake Ege Mwathani ni tondu wa gututigithurana na mihango mingi iria ikoragwo ku ithe witu na gutuhe mweke wa guka mbere-ini ciaku muthingu tukwenda kuhoya gwitikirikana we muthamaki Murungu mwene hinya wothe tukiririra hinya wa thakame iria itu mutharabai-ini Calvary itikire gututheria ona mieruci-ini rwa umuthi na makiria ithe witu wa matu-ini nigetha tugitikirikana we muthamaki mutura muoyo riria ritu no rimwe ati igongona ritu Mwathani mwega rikinye giti-ini giaku riri na mutarariko mwega na makiria nigetha ithe witu wa matu-ini uyukie o umwe witu tukite Baba mwega twina mabataro matiganite awa muthingu matitigaine tondu wa cikaro na maundu maria tukoretwo tugerereire Mwathani no tukaririkana Jehova mutura muoyo tutiri murata ungi wa goro na wa bata tiga we awa muthingu na nikio ni tukire nigetha tukumenyithie maria tuvatairio nimo thengio Mwathani tondu ndutuhingiriirie Baba mwega na makiri watwira ati ndutiagenagira mauthi muthamaki mutugi na muigwatha no ni utuyukagia no gatwamukira o uguo tuhana tondu waturora ithuothe wonaga umbi waku Mwathani no kona wira wa moko maku no kio tukwenda kuha ithe witu wa matu-ini twandu wa ngoro iria ciothe ciinamite Baba mwega miaraho ino miega muthamaki mwega witikire gucinamura no cihe kirigiriro kingi kiru Jehova mutura muoyo iria igwe indiganirie na ikoigwe ihehu muthamaki mutura muoyo twaguthaitha ithe witu wa matu-ini urugame ithenya-ini utuike kamurengeti gacio Baba mwega ciguithie rugari no ciaririe ciugo cia wendo munene wa mutharabai-ini ithe witu wa matu-ini witikire kuririkania ndungata ciaku Baba mwega ati hinya wa mutharaba no uraruta wira thiini wa miturire yao no kiona rucini ruru rwega tukwenda kuga no wagiriire wa muthingu ugitikira gutungatira umwe witu gatagati-ini maundu maria mangi mothe tuvatairio nimo witikire gutwarahurira ithe witu wa matu-ini witikire gutukinyaniria toni utwendete no tuhe kirathimo giaku ithe witu mutugi na muigwatha no kio tukwenda kuhe kirathimo iguru ria ciana citu ici ciukite holiday nene muno muthamaki mutura muoyo tukahoya gitiri no rithio o ithe witu wa matu-ini uma na kuri we ithe witu wa matu-ini nigetha ithe witu wa matu-ini gutikage mogwati ona mariku ithe witu mutura muoyo gitikire kuririkana ndungata ciaku ciothe Baba mwega na undu wa maundu mothe mavatairio nimo umahingirie tondu nikio mokire na riguru ria mothe muthamaki mwega thina mbere kuririkana maura mothe marutagwo ni ndungata ici ciaku witikire kumarathima na kumagacirithia na nigetha matokaga akuona umithio wamo na nigetha magena indo nyingi cia guthina mbere gugutungata miturire yao ona marehaga kirimba-ini yaku Mwathani nigetha naguo thamaki waku uthie na mbere gitikire kuririkana bururi witu na njira nene na uririkane na njira nene muno muthamaki ni tuvatairio niwe Mwathani gatagati-ini ka moritu maria mari kuo mothe ithe witu wa matu-ini ma economy ma mathibitari ma githomo ithe witu wa matu-ini ona mabiacara kwaga kurutika na njira iria yagiriire ithe witu wa matu-ini to icio ciothe twaciambararia kuri we Mwathani na tondu tutiri kiriga maitho-ini maku turi ona mwihoko na kirigiriro kinene ati Mwathani hinda ria kinya no gutuma maundu mothe magirire kiumiririe ndungata ciaku no mahe wega waku wa kuigana ndio twahogo thini wa rita Yesu Kristo ari Mwathani muhonokia witu amen. Asanteni sana. Basi tutasimama tuimbe wimbo 474 Mwathani wa kwani Ebeneza tunapopea nafasi wale wameleta fungo la 10 wakaweze kuliweka kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Tusimameni tafadhali. Mwathani wakwa ni Ebeneza uguo ni kuga ukinyete
nikio ndiroiga niwe hinya wakwa kuruka na ikuruka ngoro nĩ irema niĩ ndanaica mathĩna maingĩ ndanomĩrĩria tondũ Mwathani nĩye Ebeneza tondũ nĩ hinya wakwa mwene ingĩkinya hau nginyĩte ĩndĩ Mwathani nĩye Ebeneza nikio ndiroiga niwe hinya wakwa. Basi wengine tuketi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru sana kwa sababu ya hawa watumishi wako ambao wamepiga magoti hapa kwa madhabahu yako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu kwa kutii neno lako Baba Mfalme, vile wamekuwa wakifanya na wamekuja kwa madhabahu wakikuletea fungo la 10. Tunakuomba Bwana ulipokee, ulitakase na utumie vile utakavyo kwa kazi yako. Vile vile Yesu Kristo tunamuombea kila mmoja wao kwa sababu wamekuja na mioyo mikunjufu na ya kupenda. Ukaweze Yesu Kristo kuwaonekania wanapokuomba, usikie maombi yao Baba Mfalme, wakukuita uitike na uendelee Yesu Kristo kuwaonekania kwa njia zao wanapoenda kufanya kazi zao Bwana. Popote pale wanapofanya Baba Mfalme, tunakuomba favor yako ikaweze kuwa juu ya kila mmoja wao. Tuwabarikisha mbele zako Bwana, tukijua ya kwamba umewasikia na unapoendelea Yesu Kristo hata kuwatendea yale yote wao wenyewe hawajui wanahitaji. Kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mwathani wakwa ni Ebeneza wanekuga uginyete nina wakwa woti wakwa mani wakwa uginyithetie. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tukwenda gucokeria Mwathani Ngai witũ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa mĩaraho ĩno mĩega atukoretwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa service ĩno itũ na makĩria na gũtuĩka thano igĩthiĩte. Tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũkirĩrĩria gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa makiuma kuo. Ndĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni handũ-inĩ ha Archdeacon witũ ũrĩa tũtarĩ hamwe nake kũrĩa kanitha witũ wa St John's Kavuko kwĩna retirement ya leader na tondũ nĩ okĩre Archdeacon wa itũũra rĩrĩ nĩ mwaka angĩgĩthire thĩinĩ wa gĩikaro kĩu nĩ magũkũ rũcinĩ na atũhe thĩnjo yake tũmũrehere o hamwe na ngeithi ciake. Nĩ mwaciamũkĩra? Amũkĩrai ngeithi cia our Archdeacon nĩ tondũ nĩ ekwendete twĩke ũguo. Koguo nĩ tũkwenda gũkũnyita ũgeni Reverend Gambo. Thank you nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũtũtungata thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ ona ya Gĩathĩ. We have taken that responsibility positively. We are very highly grateful. Na ithuothe tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ tũigue harĩa hatwagĩrĩire mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na service. Nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai, mwĩtĩkĩre tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo rwa namba gũtirĩ na mũrata ta Jesu 201. Ĩtĩkĩrai tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhonia mĩrimũ ya ngoro. Gũtirĩ ona ũmwe, Jesu nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũtongoragia. Gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe, ũmene notena nĩũthagĩre. Gũtirĩ ona ũmwe, gũtirĩ
maitũ nĩ arĩ tũtongaragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona tongaragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe kwĩ mwana wanatigwo nĩ Jesũ gũtirĩ ona ũmwe kana mwĩhia wanaregwo nĩwe gũtirĩ ona ũmwe Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongaragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe. Ni kweli Yesu Kristo, hakuna rafiki mwingine kama wewe. Na ndio maana kila Jumapili na siku hizo zingine Bwana, tukikuita unaitika. Na hujawahi tuambia ya kwamba uko busy, kwa hivyo huwezi ukatusikia Bwana. Hata ikiwa sisi tunajitoa kwa agano na tunaenda mbali na wewe Baba Mfalme, tunakuomba mchana wa leo ukaweze kudurudisha kwa agano lako unapoendelea kunena nasi kupitia kwa neno lako. Mioyo yetu iwazi mbele zako na mikunjufu, kwa hivyo tunaomba Bwana ukaweze kutunenea. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ketini tafadhali. Madhani ya gosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipigie ya juu. Madhani ya gosho. Tunashukuru sana siku ya leo kwa kupata nafasi nyingine ya kuja hekaluni mwa Mwenyezi Mungu ili tukaweze kumwabudu, tukaweze kusoma pamoja na vile vile tukaweza kwenda kwa meza ya Bwana tukiwa pamoja. Leo ni tarehe 2 na ni siku ya All Souls, kwa sababu jana ilikuwa All Saints, watakatifu wote, na leo ni mioyo yote, ama namna gani wenye wamesema Kiswahili? All Souls, siku ya leo. Kwa hivyo tunakumbuka zile roho zote za wenye waliotutangulia. Na ndio maana mmeona kumekuwa na mabadiliko bado kwa kanisa kulingana na kala ya vitambaa. Leo ni kutumia cha white ama gold. Mimi nimevaa gold, sio green, kwa sababu ya hiyo siku. Kwa hiyo tuchukue na dakika moja tu tuwakumbuke wale wote waliotutangulia, na ikiwa kuna wenye unakumbuka wataje majina. Mungu aendelee kulaza roho zao mahali pema peponi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Asanteni sana. Na kuna wengi hapa, wengine ni wazazi wetu, wengine ni ndugu zetu, wengine ni our loved ones. Leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi huu wa 11, tayari tumeenda kwa theme nyingine, renewal of the covenant. Yani kujirudia ama kurudia agano lako lile Mwenyezi Mungu alianzisha. Kwa hivyo ni kujiuliza, ni agano lipi?
na kuna agano nyingi kama 5 hivi katika Biblia, na ningependa tujue ya kwamba unapozungumzia kuhusu agano kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu, wewe na mimi hatuwezi tukaanzisha, bali Mungu mwenyewe tu peke yake ni yeye anaweza kuanzisha agano, ili aweke mikakati akwambie mimi nitakuwa Mungu wako, lakini ni lazima ufanye hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hivyo kuna mafunzo yamekuwa akienea hapa na pale, ikionyesha ya kwamba ama ikilenga ya kwamba mtu binafsi anaweza kuanzisha agano ama covenant kati yake na Mwenyezi Mungu. Haiwezekani. Nilikuwa naambia ibada ya kizungu ya kwamba President na ODM wakati walianzisha ile muungano wao, agano lao, marehemu Raila hangeanzisha, kwa sababu mkubwa ni nani? Ni president. Ni yeye alianzisha, akawaita, akamuita na watu wake, akaambia nataka tuwe na ile agano na condition ni hizi na hizi na hizi. Je, utaweka sahihi? Naye akaweka sahihi akisema ya kwamba tutaongozwa na haya masharti. Vile vile ikiwa ni agano kati ya mkubwa na mdogo, mdogo hawezi akaanzisha agano. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo kati yetu na Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa ni agano katikati ya mimi na wewe, yoyote wangari unaweza kuanzisha na mimi naweza nikaanzisha, kwa sababu sisi sote ni binadamu. Turi hamwe. Ni vyema tujue hiyo, ili mafunzo yakija yasitutoe kwa imani yetu. Kwa sababu watu wengi wamepotea kwa sababu ya mafunzo asiyokuwa na msingi kulingana na Biblia. Watu wameenda Chakahola na kwa Binzaro sababu ya mafunzo, na watu wanatumia Biblia lakini wanaipindua, wanaifanya iseme kitu kingine kenye haiko hapo. Basi tunapozungumzia agano, ni agano la Mungu mwenyewe alianzisha kule Sinai, lakini sasa saa hii watoto wa Israeli wako karibu kuvuka waingie katika Kanani. Kila wakati tumekuwa tukiambiwa uchaguzi ukifika tunaambiwa tunapelekwa Kanani, na mwenye kutuambia ameenda kabla hajatufikisha. Sasa kwa hivyo ni kumaanisha hope that hao wenye ameacha nyuma na wenye wamekuwa na agano na yeye watatufikisha Kanani. Kwa hivyo president akumbushwe ya kwamba kitambo marehemu alikuwa anasema tunaenda wapi? Kanani. Na kwa sababu waliweka sahihi, basi ahakikisha ya kwamba anapoingia ni affordable housing, sijui na nini na nini na nini, tufike Kanani. Na tunatamani kuwa na maisha, hakuna mwenye hatamani kuwa na maisha mazuri. Vile wanavyotuambia tunaomba wakaweze kutimiza madhani ya Gosho. Kwa hivyo watoto wa Israeli walikuwa karibu kuvuka. Musa akawaambia njoni, simameni mbele za Mwenyezi Mungu. Mstari wa 12 mahali tumesomewa vizuri sana, inaelekeza na inatuambia vizuri. Wamesimama mbele ikiwa wako tayari kuingia kwa agano lile Mwenyezi Mungu mwenyewe ameanzisha. Wakuje wakumbuke, kwa sababu sio agano lipya bali ni lile, lakini kwa sasa kuingia na kusimama ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao walikuwa na agano kule Sinai walikuwa wote ama wengi wao wamekufa jangwani, na hawa sasa ni wenye wamezaliwa miaka 40. So watu wamezaliwa wakiwa njiani, na vile wakizaliwa sasa hawa waliingia kwa agano lenye Mungu mwenyewe alikuwa nalo na mababu zao na maguka. Sasa wanaambiwa nao ni wakati wenu, kwa sababu nyinyi ndio mnaenda kuingia Kanani na kupokea nchi niliambia watu wazazi wenu nitawapa. Basi naye Musa akawakusanya viongozi. Biblia inatuambia viongozi na wale wa kuongozwa, wale ambao ni foreigners na wale ambao wanafanya kazi, wakiwaambia simameni hapa. Jione kama ni kama unaenda kuvuka, unaenda kuanza maisha mapya,
alafu naambiwa sahau yaliyopita, na yaliyopita alikuwa na ushindi, mengine alikuwa na kushindwa. Umeshashindwa maishani mwako kufanya kitu, imefika mahali ukashindwa, kuna kitu ilikushinda. Hebu nione ikiwa kuna mahali kwa njia fulani ulishindwa. Mimi nimeshashindwa mara mingi. Na kuna mahali ulipata ushindi. Hebu nione ikiwa unajua ulipata ushindi mahali. Mwadhani ya Gosho. Sasa unaambiwa yaliyopita sahau, lakini yajayo ama yenye yako mbele yatalingana na vile wewe mwenyewe utajiweka, kulingana na chaguo lako. Ukichagua kurudi tena kwa agano, basi maisha yako yatakuwa sawa. Lakini ukichagua kwenda kinyume na agano na amri za agano, basi wewe mwenyewe utafanya nini? Utajipata, utajiongelesha vile watu wanavyosema. Musa akawaelekeza vizuri sana. Nasi kama Wakristo wa All Saints, nasema ya kwamba hii thimu ni yetu kabisa. Tuko karibu kufika mwisho wa mwaka. Sasa tunaanza kujirudia, tukiangalia ni yapi tumeweza kufanya na ni yapi hatukuweza kufanya kama kanisa na kama mtu binafsi, ili yenye tulikuwa tumepanga tufanye na tulishindwa, tumwambie Mungu tusamehe, lakini tuwezeshe kurudi kwa agano. Na wenye tumekosea tuwaombe msamaha, lakini turudi kwa agano. Ikiwa wewe uko kwa ndoa, ujiulize. Ikiwa wewe ni mjane, ujiulize unatunza aje wale umeachiwa. Ikiwa wewe ni single mother, umeshughulikia watoto wako ama wajukuu aje. Na ikiwa wewe ni mtoto hujaolewa, lakini wewe ni mtoto wa fulani, umejibeba aje mbele ya wazazi wako. Mwadhani ya Gosho. Kwa hivyo kila mmoja wetu analengwa, sio wale tu. Ikiwa unafanya kazi mahali Mungu amekuwezesha kupata kazi, unajibeba aje? Ikiwa kuna watu umeajiri, vile vile turudi kwa agano lile Mungu alianzisha. Na ningependa kuzungumzia mawili tu siku ya leo, mengine nitaendelea. La kwanza, Musa anawaambia kumbukeni yale Mungu aliwatendea. Kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 9, na haswa mstari wa 2, Musa aliwaita pamoja Waisraeli wote akawaambia, mliona nyinyi wenyewe jinsi Mwenyezi Mungu alivyomtendea mfalme wa Misri, maofisa, watumishi wake na nchi yake yote. Mliona maafa makubwa, ishara na maajabu aliyotenda. Lakini mpaka leo Mwenyezi Mungu hajawapa akili ya kuelewa, hajawapa macho ya kuona, wala masikio ya kusikia. Musa anawaambia kumbukeni yale Mungu aliwatendea. Mwadhani ya Gosho anawaambia mliona na macho, lakini hamukuweza kuelewa, ili ikaweze kuamsha imani yenu na mkaweze kusimama timamu ya kumheshimu Mwenyezi Mungu. Na ni kweli tunakumbuka vile ilikuwa inafika mahali wanaambia Musa, sisi tunataka kurudi wapi? Misri. Kwani hakukuwa na makaburi huko, hakukuwa na chakula, hatukukosa chakula. Hata ikiwa tulikuwa tunafanya kazi ya utumwa, lakini hatukuwa tunalala njaa. Na hata wenye walikuwa wanakufa walikuwa wanazikwa huko. Mbona ukatuleta kukufia hapa jangwani? Tunakumbuka vile huyo mzee alipata shida kuongoza watoto wa Israeli. Na ndipo anawakumbusha, hamukusikia, hamukuelewa. Na basi anawaambia kabla hamujavuka Yordani ndio muingie, mkumbuke yale yote Mungu aliwatendea. Mwadhani ya Gosho, ili akaweze kuamsha imani yenu na kumwamini Mungu zaidi. Kumbuka yale Mungu alikutendea. Mwambie mwenzako, kumbuka yale yote Mungu alikutendea.
Mwambie tu, mwambie hata ikiwa hataki kusikia. Mwadhani agosho. Kumbuka yale yote Mungu amekutendea. Kumbuka mahali Mungu alikutoa. Musa alikuwa anakaa kama ni kulalamika. Kwa nini mlisahau? Basi nasi tujifunze, tusije tukasahau yale yote Mungu ametutendea. Kwa sababu Mungu akitutendea, tunastahili kumshukuru, na shukrani zetu zinastahili kuendelea kuamsha imani yetu. Biblia inatuambia katika Thesalonike ya kwamba ni vyema na ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Kumbuka Egypt yako, Misri yako. Kumbuka jangwani mahali umepitia. Kila mmoja wetu anaweza kutaja yale mazito ameshapitia. Etiguo, kuna mazito umepitia. Kumbuka, usije ukasahau. Huenda ikawa ni mazito ulipitia, ikawa ni Misri yako wakati ulikuwa unalea watoto. Huenda ikawa ni wakati ulikuwa unaanzisha biashara. Ama inafika mahali, ama ni wakati huu pengine umetafuta kazi hupati. Ukipata ni kibarua tu. Na within no time unaambiwa kibarua imeisha. Hivyo. Alafu najiuliza, Mwenyezi Mungu wewe uko wapi? Usije ukasahau. Hata ikiwa ni jambo moja Mungu amekutendea. Mwadhani agosho. Nilikuwa Friday tulikuwa maombi kesha mahali, na mwenye alikuwa anatuzungumzia akihubiri akasema tukumbuke, na akapea mfano wake. She was a lady. Vile tu alikuwa nakumbuka kitambo kulingana na mahala amelelewa, hakuwa na suruali ya ndani, alikuwa tu na moja, na nikale atikanakaa kama nylon na nikufunga kana tangweko. Na sasa kwa sababu ni kamoja, ni lazima kukafua usiku na ukaanika kapigwe na upepo Grace kakauke, akakavaa. Mimi nikamwambia wewe ni afadhali ulikuwa nako tondo amwe tanie hatukuwa nako. Mimi nikaona tu kasuruari kacharahani nilikuwa naambia watu wakati nilikuwa naenda form 1. Na moreka neni mundurume. Nimaona kapicture kako vile kahana Madhari agosho. You know, unapokumbuka, unapo flashback, utaona mahali Mungu amekutoa na utasema ngai litari yako jogosho. Madhani agosho. Dirikana, usije ukasahau. Kuna wakati pengine tulilala njaa. Kuna wakati pengine chakula tu ulikuwa nayo ilikuwa ni ugali na chumvi. Nimeshaona hiyo. Chumvi na pilipili. Hiyo ndio mboga. Ukibadilisha, si niliwaambia another time, ukibadilisha ni maji umechemusha, umekatakata ile kitunguu zile leaves, sio hii. Alafu umeweka chumvi. Sasa umebadilisha menu. Imetoka kwa chumvi na pilipili imeenda kwa maji. Sio supu, ni maji, ni vile umeweka chumvi na kitunguu. Ndio umebadilisha menu. Lakini saa hii kuna tusukuma, kuna terere, kuna cabbage. Unaona? Nenga hii. Madhani agosho. Kwa hivyo Musa alikuwa anawaambia, najua mlisahau, kumbukeni. Muwe kama ni album. Unapoenda kwa album ya zile picha za kitambo kiwa wewe kasichana, wewe wa people. Ujione saa hii ukijiangalia useme, pengine Nyambura na kuangalia mama, kwani ulikuwa mkonde aje? Na hata skati haikuwa na mahali ya kushika. Saa hii ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, ona album, alafu uone imani yako ikaweza kukufanya umrudie nani? Mwenyezi Mungu. Swali nauliza mchana wa leo ni hii. Ni nini Mungu amekutendea maishani mwako
yenye unastahili kukumbuka siku ya leo? Halo? Ni yapi ama ni nini Mungu amekutendea maishani mwako mpaka saa hii yenye unastahili kukumbuka siku ya leo? Chukua dakika moja tu, kumbuka na umwambie Mungu ni asante kwa hii na hii na hii na hii, hata kutuwezesha kupumua nengai. Kumbuka tu ni yapi. Na kwa sababu ya kukumbuka, jambo la pili, to reconnect to the covenant, kurudi upya kwa agano, kurudi upya kwa agano. Na ndipo Musa anawaambia ya kwamba mmesimama, mstari wa 12, muko hapa leo ili kufanya agano hii ambalo Bwana Mungu wenu anafanya leo, kwamba atawadhibitisha leo kuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wenu, kama alivyowaapia nyinyi na babu zenu Abraham, Isaka na Yakobo. Madhani ya Goshua. Kumrudia Mwenyezi Mungu, kurudi kwa agano lake lile alianzisha, nasi tukakubali kuwa watoto wake. Wakati ule ilisemekana unataka kuokoka, ukasema unataka kuwa Mkristo, ukaenda kuwa confirmed, ukaulizwa unataka kuendelea wewe kuwa Mkristo, ndio tuliingia kwa agano. Lakini huenda ikawa tumetoka kwa agano kwa sababu yoyote ile. Kwa hivyo kurudi kwa agano sio inakuja tu automatic. Ni lazima mtu mwenyewe, mtu binafsi aamue. Hata ikiwa ni sisi sote kama kanisa, lakini inaanza nami, mimi mwenyewe niamue. Ni kuamua. Mwambie mwenzako ni lazima wewe mwenyewe uamue. Madhani ya Goshua. Ni lazima mtu binafsi aamue. Mtu akikusukuma ili uingie kwa agano ama urudie agano lako, utakuja kutoka tu. Lakini wewe mwenyewe ukiamua, kwa sababu umeshaangalia mahali Mungu amekutoa na mahali amekufikisha, na umeshaona hujakuwa ukimshukuru, basi unasema Mungu unisamehe, lakini leo nasema ndio Bwana, nimekurudia. Madhani ya Goshua. Kusema ndio Bwana, tumekurudia. Je, tuko tayari kurudia Mwenyezi Mungu? Hebu nione. Tuko tayari kumrudia Mwenyezi Mungu? Kuna mengi hutendeka maishani mwetu kisiri, na inatutoa kwa agano, na tunafikiria bado tuko katika agano. Nilikuwa napeana mfano ya kwamba kuna watu wako katika ndoa lakini hakuna ndoa. Ni mwanyita. Kuna mwanaume na mwanamke wenye walioana tarehe fulani, whether ni kama we stay ama kama we try, ama walikuja kanisa ama walienda kwa registrar of marriage. Wako pamoja lakini hawako pamoja, ama wako pamoja in other words, lakini hakuna ndoa hapa. Ni mwanyitau. Inawezekana ya kwamba tunaweza kuwa, kwa sababu zozote zile, tunaweza kuwa tunafikiria tuko kwa agano na Mwenyezi Mungu, lakini tulitoka kitambo kwa sababu ya yale yote yenye tumekuwa tukifanya mafichoni, kwa sababu ya kutotii vile Mungu anavyotuelekeza, kwa sababu ya kunungunika. Ninapopeana mfano sisi wenyewe kama hapa All Saints, kuna wakati All Saints ilikuwa kila wakati namba 1 kulipa kota. Mnakumbuka? Tulikuwa tunapewa trophy kila mwaka. Mwaka nenda, mwaka rudi. Tulikuwa tunapewa trophy kwa namba 1. Tulikuwa tunamaliza kulipa kota end of January, latest February. What happened? Kuna watu walienda, si tuko hapa. What happened? Ni kumaanisha
kuna mahali tulipungukiwa, tukawa ndio bado sisi ni members wa All Saints, lakini hatufanyi vile tulivyokuwa tukifanya wakati tulikuwa tunasema Mungu, sisi ni watu wako na tumeamua hii kanisa ni yetu and nobody can tunya us. Tumejitunya wenyewe, lakini tunaona bado tuko hapa. Tumrudie Mwenyezi Mungu, turudi kwa agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi wapi? Kwa agano. Angalia tu, hebu pinduka angalie nyuma. Kuna wakati Kikuyu service ilikuwa inaja mpaka huko. Si mnakumbuka? Watu walienda wapi? Hata Kizungu tu ilikuwa hivi. Huenda ikawa pengine ni vile tulitangaza leo, ni vile kuwa na special donation ili tukaweze kumaliza kota. Huenda ikawa mtu anasema mimi siendi. Huenda ikawa kumaanisha ya kwamba tayari unafikiria, ama mtu anafikiria mimi ni member wa All Saints, lakini tayari nimejitenga. Si ati ni Mungu amenitenga, ni mimi nimefanya nini? Nimejitenga. Hebu tumrudie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simameni. Tumesema tunataka kumrudia Mwenyezi Mungu. Unaposoma moja ile wimbo 483 stanza ya mwisho, ni kama stanza ya 5 hivi. 483 tumeiimba kabla tusome Injili. Waigua mugambo wa Yesu ndukomie ngoro. Hebu iangalie, hebu soma the last stanza. Waigua mugambo wa Yesu ndukomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai icoke, ukenagĩre ũhonokio waku ta mbere, waigua mugambo wa Yesu ndukomie ngoro. Mwathani agoshwo. Tumeiimba. Ukisikia sauti ya Yesu Kristo, usiache moyo wako ufunge, kwa sababu mwezi huu ni wa kumrudia Mwenyezi Mungu, ni wa kurudi kwa agano. Je, umeshindwa na kuwalea watoto umewaachilia? Unaona kama umechoka? Je, umeshindwa na vile kanisa vile inavyoendelea kukua, ndivyo mahitaji yataendelea kuwa mengi? Je, umeshindwa na kuvumilia kwa sababu ya shida hapa na pale, alafu tunajitoa kwa agano? Ukisikia sauti, usifunge roho yako. Mwathani agoshwo. Chukua nafasi hii, jiombee wewe mwenyewe tu. Unajua ni wapi ulipungukiwa. Unajua ni wapi huwa ikiongelelewa unafunga. Unajua fellowship yako na Yesu Kristo, agano lako na Mwenyezi Mungu haliko sawa. Umejitoa, alafu nafikiria Mungu hakuonekani. Rudi. Acha Mwenyezi Mungu akunenee, mpe nafasi, kwa sababu tunataka kurudi kwa agano lake, na tunataka kurudi tuwe wale watu vile tulivyokuwa hapo awali, wenye tulikuwa tunafurahia wokovu, wenye tulikuwa tunafurahia kufanya kazi ya Bwana, wenye tulikuwa kwa mstari wa mbele kutenda mema na kupenda watu na kupenda kazi ya Bwana na kuisupport. Tunaweza kuongozwa tunapoimba that stanza ya 5. Yesu ndukomie ngoro,
mbele Aigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro Baba, hivyo ndivyo tunavyoomba mioyoni mwetu. Tunataka kurudi kwa agano uliloanzisha ili tukaweze kuwa hai na mwishowe kupata uzima wa milele. Mara kwa mara tumekuwa tukiteleza na sisi wenyewe tunajitoa kwa agano, lakini Bwana, kwa sababu ya kutupenda unaendelea kutufuata ili tukaweze kurudi kwa agano lako Bwana. Baba, tunaomba sisi wenyewe, watu binafsi na pamoja kama kanisa la All Saints Limuru Kamonde, ukaweze kuturudisha kwa agano lako Bwana, kwa kukupenda na kupendana na kupenda kazi yako na kusimamisha kazi yako Bwana, ili injili ikaweze kuendelea kuhubiriwa. Kuja Bwana, uendelee kuguza kila mmoja wetu, wale wako hapa, wale wanaotutazama online Bwana, mitandaoni, na vile vile wale watakuja kutazama baadaye. Baba Mfalme, uendelee kuguza watu wako popote pale walipo Bwana, kwa sababu tunataka kurudi kwa agano lako, na tunajua ya kwamba Yesu Kristo sisi wenyewe ndio tutakuja kufaidika mwishowe, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, amen. Basi tunapoendelea kusimama hivyo, kwa sababu tulitangaziwa na Ray Canon Masi, Honorable Masi alitutangazia, akatuelekeza, akatuambia vile mambo ya finances ako, na tukaambiwa ya kwamba leo tutakuja na toleo maalum. Hii ni tofauti na normal offertory yenye tulifanya hivyo kwa English service. Wazee wa kanisa wote, kila mmoja wetu ilikuwa ni kutoa at least 5,000. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na members wa congregation tulikuwa tumetangaziwa at least 1,000 kulingana na Mungu, vile Mungu amekuwezesha siku ya leo. Ningependa kuwe na basket hapo saa hii, ndio watu waanze kuleta kabla hatujakuwa na lile toleo la kawaida, ili tunaposema tunamrudia Mwenyezi Mungu, basi tunasema ndio Bwana, tumekuja siku ya leo, na tumekuja tukijua ya kwamba hii kazi haiwezi kafanywa na watu wengine, na hakuna mwingine atatoka kwengine kuja kutulipia kota, ni sisi wenyewe. Hakuna mwingine hatutaketi isipokuwa uko na shida ya mguu. Sijasema tuketi tunaendelea hivyo, lakini uko na shida ya mguu, kwa sababu najua wengine wetu tuko na hiyo shida, ni sawa, hapo inaeleweka. Kwa hivyo tunataka kumaliza hiyo shughuli. Vile vile kuja tu uweke, si ati unanipea, kuja upe Mungu grace, kuja weka hapa. Hii ni kumpea Mwenyezi Mungu, ili kazi ya Mungu ikaweze kuendelea na kusimama, kwa sababu ni lazima tumalize kulipa hii kota, ni lazima kazi ikaweze kuendelea. Tusiseme kuna jambo bado hatujakamilisha, na sisi wenyewe ndio tutalikamilisha, sio wengine. Ni sisi wenyewe, hakuna wengine. Basi tunapomrudia Mwenyezi Mungu, na wewe tu, ikiwa hiyo toleo halijakuja, pengine mshahara haijatoka, ujue na uamue, kwa sababu tumeamua, useme hii ni lazima niipeleke. Sisi ndio wa kufanya hii kazi. Ni kweli Mungu aendelee kutuonekania. Tumekuwa kukiwa kuna aibu ya aina fulani,
na hatutaendelea hivyo, kwa sababu hii ndio kanisa letu. Basi tutapewa wimbo ili tukaweze kupeana sadaka zetu za kawaida. Namba 224 Gutherio Ngoro nĩkĩ? Tũgũcokeria ngatho ithe witũ mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa iheo ici ciao nĩ ndungata ciaku. Thengiũ nĩ tondũ wa acio marũgama na ihoya rĩa athuri a kanitha hamwe na archdeacon witũ nĩ ũndũ wa mathenya marĩa mekuo ma mabataro ma mbeca nĩ ũndũ wa kanitha witũ. Mwathani mwega, nĩ ũndũ wa ũheani ũyũ mũnene na wa goro baba mwega, wĩtĩkĩre kũmakindĩria kĩrathimo gĩaku. Mwathani mwega, gĩtungata ũyũ kĩũmbe tũrĩa maragĩrĩria mbere-inĩ ciaku hĩndĩ ciothe. Mũhothi ũyũ waku wenda ũheanwo nĩ ndungata ciaku na wendo mũnene mũno ma tĩkĩra kwamũkĩra na ũrutithie wĩra waku Mwathani, nacio ndungata ciaku cituĩke cia kwamũkĩra kĩrathimo nĩ ũndũ wa kũrũgama na kĩgongona gĩaku, nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mũhonokia wetu twahoya. Nyinyi nyote mlio na toba la kweli na la moyo, mlio na upendo na majirani zenu, mnaokusudia kuishi maisha mapya na kuzitii amri za Mungu na kuendelea tangu leo katika injili zake takatifu. Karibuni kwa imani, pokeeni sakramenti hii takatifu kwa faraja yenu. Ungameni mbele ya Mwenyezi Mungu tukipiga magoti kwa unyenyekevu tukitubu dhambi zetu. Tuthina mbere na kuhoya Ngai mwene hinya wothe twĩgwatanĩro ithe witũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo mũmbi wa indo ciothe mũcirithia andũ othe, nĩ tũkũmbũra nĩ tũkũrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩtagia we Ngai wa ũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ. Twĩgĩragĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma ũtũiguĩre ũũru
nĩ tũkũherana ma na nĩ tũkũigua ũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ, twamarĩkana nĩ tũkũigua kĩeha, mũrigo wa mũndũ ũngĩkĩrĩka nĩ ũndũ wa kũritũha, tũiguĩre tha tũitũĩirwo nĩ tha mũno, tũkĩrĩre maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũguo, na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩyo tũgũtungatagĩre na tũgũkenagie mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ, nĩgetha rĩatũ rĩakũrĩtio na rĩkuo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, ambaye ameahidi msamaha kwa rehema zake nyingi kwao wote wamjiao kwa toba la moyo na imani ya kweli, akurehemuni, akusameheni, akuokoeni na dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akumarisheni katika wema wote, akufikishe kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tingeta Karatathi namba 81 tutingĩta gũkwĩrĩre maitho-inĩ yaku we Mwathani irwo nĩ tha, tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire, no makĩria nĩ tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka, ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenye mũhuro wa metha yaku, no we nĩwe Mwathani witũ, we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha. Nĩ ũndũ ũcio ĩtire gũtũma we Mwathani ũirwo nĩ wega, tũrĩe mwĩrĩ wa Mũrungu mwende Yesu Kristo, na tũnyue thakame tũkĩagĩrĩra, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia itherio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake na bata mũno, ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ, nake atũre thĩinĩ witũ wotagwo. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, ambaye kwa wema wako na huruma zako ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ukombozi wetu, ambaye hapo kwa kujitolea mwenyewe mara moja tu alitoa dhabihu na sadaka na kafara iliyotimilifu na kamili na ya kutosha kwa dhambi za ulimwengu wote, naye aliamuru na kukutuagiza katika Injili yake takatifu tufurize ukumbusho wa daima wa kifo chake cha dhamani hata atakaporudi. Utusikie Baba wa rehema, twakuomba kwa unyenyekevu na kwa kuvipokea viumbe hivi vyako, mkate na divai, kwa amri takatifu ya mwana wako Yesu Kristo Mwokozi wetu, tukikumbuka kufa na kuteswa kwake, utujalie tuishiriki mwili na damu yake vilivyobarikiwa. Yeye usiku ule ule aliyosalitiwa alitoa mkate, na akisha kushukuru akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaweni mule, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo baada ya kula akatoa kikombe, na akisha kushukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikao kwa ajili yenu na watu wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Amen. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako ukulinde mwili na roho sasa hata uzima wa milele. Pokea ule huu ukikumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, umule moyoni mwako kwa imani na ushukuru. Thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo ĩraitwo nĩ ũndũ waku na ikĩre mwĩrĩ waku na ngoro yaku, nĩguo ũkona mũtagathira. Ta nyua ĩno nĩ akũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ aitikirwo nĩ ũndũ waku, ũgĩe na ngatho.
ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendetwo wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tua mũthĩ cia gũtũigana, na ũtware mehia maitũ. Amen, amen. Tukwenda kũmenyithia maũndũ marĩa mekuo no manini ti maingĩ mũno. Kiumia gĩũkĩte nĩ mweri 9, tũkũmũririkania atĩ nĩ tũgakorwo na retirement service ya mwarimũ Rĩrinda Jennifer Kimani mũthenya ũcio wa Sunday. Igakorwo joint service, tukambia thaa 3:30 na tũrakĩmũnyita ũgeni. No tũgũthiĩ na mbere kũririkania departments, mwĩtĩkĩre kwĩharĩria ta ũrĩa twarĩkanĩire. Sunday wengĩ ĩkarũmĩrĩra nĩ ya mweri 16. Service citũ cierĩ cigatongorio nĩ praise and worship, nĩo magatũtongoria na matũhunjĩrie na meke maũndũ mothe. O Sunday ya mweri 16 nĩ tũnyitĩtwo ũgeni nĩ mũndũ ũgwĩtwo Purity na Joseph thĩinĩ wa pre-wedding yao. Joseph nĩ ũmwe witũ, rũgamade ũcio nĩwe Joseph kana mũciri, ena ũhoro ũcio wa gũcokanĩrĩria mũcere nĩgetha tũkona gĩa kũrĩa mũthenya ũcio wa ũhiki atwĩra nĩ ũrĩkũ. Sunday ya mweri 23 mweri wa November ĩgakorwo Youth Sunday. Nĩ maramũria na gĩtĩo mũno mwĩtĩkĩre gũkanarũgama nao na indo cianyu nĩgetha mũhote gũkinyanĩria matanya na mĩbango ya department ya youth. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na kĩgomano kana ngwatanĩro ya praise and worship ya Archdeaconry, na fellowship ĩno ĩgũkorwo kanitha witũ wa St. John's Kavuko kumia thaa 8 nĩ ũndũ ũcio arĩa othe marĩ praise and worship. Na mũndũ ũngĩ ũngĩenda gũthiĩ kũgĩa na worship experience nĩ wĩtĩkĩtwo kana nĩ ũnyitĩtwo ũgeni. Wa mũthia tigwo mũnini mũno nĩ tũkũrio nĩ charity witũ all ladies mwĩtĩkĩre mũtithie thutha wa gĩthomo gĩkĩ. God bless you. si tusimame okay, baraka. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Amen. Rwĩmbo rwa kuma 307 ũndongorie Mwathani Jesu.